sometimes ni ngumu kutetea wanawake. It's very hard. Umekutana na mwanamke mpaka unasema we, ni kazini yake shetani au ni nini? Mshasomaga hizi anonymous confessions? Story time. Hi, I'm Ina na naletaga stories and other kinds of content, so please like, comment and don't forget to follow. So story ya leo nimeitoa kwenye anonymous confessions kwenye account moja hapa TikTok. Ni ndefu kwa kuisoma, so mimi nimeamua tu kuisimulia kawaida kwa wale ambao hamjaiona. So kifupi, huyu dada ameandika confession ya kitu alichomfanyia mume wake. So aliolewa na huyu mwanaume, ndoa kabisa, yani ndoa like serious ndoa. Ameolewa na huyu mwanaume ambaye ni mpole kupitiliza, yani haufokei, hamkoromei. Hata akimwambia nataka kutoka na marafiki zangu nitachelewa kurudi, mwanaume anamruhusu tu. Akichelewa kurudi hamuulizi. Yani ni yule mwanaume ni mpole, yani he's just, mke anadai kwamba she got bored, kwa akaanza kumchiti na rafiki wa mume wake, yani rafiki yake, tumuite tu Shem. So akaanza kuchiti na Shem na mapenzi yote akawa amehamishia kwa Shem. Akazaa mtoto wa kwanza ambao huyo mtoto hakuwa Shem, alikuwa ni mume wake wa ndoa. Akiwa na mimba ya mtoto wa pili sasa, na mpaka anapata mimba ya mtoto wa pili, mume wake bado hajui kwamba kuna mahusiano kati yake yeye na Shem. So akiwa na hiyo mimba ya mtoto wa pili, ndio mume wake akagundua kwamba mke wangu ana mahusiano na rafiki yangu ambaye ndio Shem mwenyewe sasa. Mume akaamua kwenda kumconfront, na alifahamuje kwamba mke wake ana mahusiano na Shem? Alikuta picha, yani mke wake amemtumia Shem picha za tumbo lake la ujauzito ile, kamtumia Shem. Sasa ieleweke, yule dada kuspecify mimba ilikuwa ya mume au ya Shem. So mume akamfuata Shem akamwambia, bwana, achana na mke wangu, sitaki kushare na nini because the guy ni mpole, sio mshari, sio kupigana au kusema sio mkoromee mke wake, no. Alipomfuata Shem, cha ajabu sasa mke mtu ndo akakasirika, yani kwamba kwa nini amemfuata. Yani mwanamke ndo kachiti, sawa? Mchepuko ambaye ndo Shem kafatwa na mume mtu, alafu mwanamke kapanic. Yani wamepanic kwa nini amfuate. So alichoamua kufanya, akaamua kumfanyia revenge mume wake. Kwamba sijui ameingilia mahusiano yake, I don't even know dada alikuwa anawaza nini. Alichofanya, akasubiri mume wake akiwa amelala usiku. Akachukua simu, akamrekodi yale maeneo yake nyeti. Alipomrekodi akamtumia Shem ili wamcheke. Yani can you imagine, kachukua simu kamrekodi mume wake yale maeneo, alafu kamtumia mchepuko wake ili wamcheke mume wake wa ndoa ndani ambaye hajamkosea chochote. Na ameandika kwenye ile confession kwamba tulikuwa tunamcheka kwamba mtu mwenyewe kibamia, alafu ndo anataka kunichunga and stuff like that. So kwa bahati mbaya au nzuri, yule Shem alikuwa na mwanamke wake mwingine. Remember, si ana date na huyu mke mtu, lakini ni mke wa mtu. So na yeye alikuwa na mwanamke wake mwingine huko. Yule mwanamke akakuta zile video na chat kati ya mke mtu na Shem. Akachukua ile video ya baba wa watu maskini ya Mungu, akaisambaza kama kumfanyia revenge huyu mke mtu ambaye alikuwa anatembea na Shem. So aliposambaza ile video, na mke mtu anasema anashangaa tu siku moja mume wake amerudi, he's so down, yuko low, analia tu, ana huzuni. Na mke anasema alikuwa anamuona vile hakujali, yani aliona yes tumemuweza, na akawa anaendelea kumcheka yeye pamoja na Shem ambaye ndio mchepuko sasa. Wanaendelea kumcheka. Sasa huyo mke alikuwa na rafiki yake mmoja wa kike. Huyo rafiki yake ndo alimtumia video hiyo ya mume wake. Akamwambia, "Una huko video mume wako inasambaa, mchepuko amemrekodi, ameisambaza." Kumbe sio mchepuko aliorekodi, ni mke wake wa ndoa ndo amerekodi akasambaza hiyo video. Mwanaume alikuwa depressed. Akapiga mwezi mzima hajaenda kazini, hajafanya chochote, ni analia tu, analala ndani. Hivyo mwanamke akaanza kuwa worried. And mind you, mpaka yote hiyo hatua yote inakuja kufikia hapo, mwanaume hajauliza, hajaongea chochote, hajafoka, hajapanic wala nini. Ni yeye tu mwenyewe yuko very depressed. Hiyo siku mwanamke anakuja kukuta message kwamba naomba unilelee watoto, mimi kuishi na wewe nimeshindwa. Mwanaume kaondoka. Alikwenda kujulikani wala nini. And I know most of you mnaweza mkahisi kwamba yule mwanaume alijiua. He didn't kill himself. Alienda kaanzisha maisha yake sehemu nyingine. Ikapita miaka, hawajui mwanaume yuko wapi, hawajui ilikuwaje, kafa ni mzima, no one knows. Baada ya miaka kupita, siku moja anapokea simu. Anaongea na mama. Huyo mama anamwambia kwamba wewe ni fulani. Yule dada akamjibu, mimi ni fulani. Je, unamjua fulani? Akamwambia yes namjua. Ni nani yako? Yule dada akamuuliza, why are you asking me about fulani, na kwa nini unaniuliza ni nani yangu? Yaani kwa nini? Akamwambia huyu kaka anaumwa, hali yake ni mbaya, yuko hospitalini. Hii namba tumeikuta kwenye wallet yake, imeandikwa kwenye karatasi, na hatuna ndugu wa huyu kaka tunayemfahamu hata mmoja, kwa hiyo tumekupigia wewe. Ndio kuambia mimi ni mke wake. Haya, tupo Kigoma. Kumbe alopiga simu kumpigia mwanamke kumpa hizo taarifa ni mama mwenye nyumba alipokuwa amepanga huyo kaka. So mwanamke ikabidi aanze sasa kuwatafuta ndugu wa yule kaka, awaambie kwamba wao wamepatikana yuko Kigoma, ni mgonjwa, inabidi tukamuone. Funga safari mpaka Kigoma kwenda kumuona kaka wa watu. Unaambiwa wake wako njiani, wanapigiwa simu kwamba kaka watu amekata roho, amefariki, yale maradhi yamemuua. Kwenda kufuatilia ameumwa nini na nini na nini, ndio kupewa habari. Huyu kaka hatumjui, ni alikuja tu akapanga hapa kwangu, akawa anaishi hapa kwangu, ni mlevi kupitiliza. Alifika stage ya kuwa teja, anajichoma ile, anajidunga sindano mwenyewe. Alifika hatua anakunywa, analala, tunamwokota tunamrudisha ndani. Kwa hiyo ile pombe ndio imemsababishia haya maradhi mpaka mauti kumfikia. Na anasema anaenda kumwangalia mume wake mortuary, ni amebaki fimbo, yani ni sura tu ndio inatambulika. Mwili kaisha, mwanaume amefariki. Sasa kuna hicho kitu kinaitwa karma. Karma, wengi wanasema karma is a bitch. Sasa huyu dada, kumbuka hapo ni miaka imepita, kama ni watoto wameshakuwa hadi wanatembea hivyo wanaongea and all that.
Anasema mpaka leo akiwaangalia wale watoto anakumbuka ile picha ya mume wake aliyoiona pale akiwa amefariki na yale yote aliyomfanyia, ambayo ndio amepelekea yeye kuwa mlevi to the extent mpaka mauti inamfikia. Asa sijui ndo anaomba ushauri, tumshauri or what. My sister, you will burn in hell. You will burn in hell. Yani wako kusaidia hapo ni Mungu tu na rehema zake. What you did is bad. Na kibaya zaidi, yule mwanaume ambaye alikuwa anachiti naye kashaoa, ana mke wake huko, ameendelea na maisha mengine, na anamtangaza vibaya kwamba yule alimfanyia 1 2 3 mume wake and all that. Just imagine. Wanawake tunaambiwa sana, ombeeni waume zenu, ombeeni. Ndio ile wanaume na nyinyi mnatakiwa kusali sana jamani. Kuna wanawake wana roho mbaya. Anyways, story imeishia hapo. And until we meet again, bye.